Mara bwana jamaa akaamua kushuka kwenye gari. Kabla hajatulia, mara demu huyo akamrukia kwenye shavu, mara mdomoni, mara mchizi akamsukuma. Mwanamdada akawa ametoka na lita 2 za mate mdomoni. Una maana gani kunipalamia na kuanza kunipiga denda dhalani? Hapana Kanye, nakupenda Kanye. Wewe ndio unafanya mambo yanakuwa magumu Kanye. Nimeamua nikuonyeshe wazi kwamba nakupenda Kanye, au nikuongeze busu jingine. Sasa hicho kisiwe kigisu cha kunipiga busu hadharani. Ungeniomba ruhusa, ningekukubalia au la. Ndio nini bwana hicho unanifanyia? Naomba iwe mwanzo na mwisho. Mara kwa mbali tunamuona Madam Sia akiwa anapita kuelekea darasani. Mdada mmoja mzuri sana, kapanda hewani, miguu mirefu kama ya twiga. Ukiona kifuani pale kama anakuita. Kidogo kiuno kipo. Kainya bwana akaona kama anachelewa. Akaamua kuchukua begi lake na kufunga mlango wa gari. Wakati anafunga mlango wa gari, simu yake ilianguka chini. Tukiwa ndani ya darasa, Madam Sia akiwa bizi na kufundisha, huku Kanye pia naye alikuwa bizi na daftari lake akiandika jina la mwalimu wake kwenye daftari. Hii yote ni kwa sababu anampenda sana mwalimu wake. Basi usiku wa manane, Madam Sia alionekana kumpigia mpenzi wake simu, lakini akawa hampati. Shoga yake anayeitwa Muna alimtuliza na kumwambia, yawezekana yuko bize, akitulia atakutafuta, kwani shida nini? Hapana, yawezekana akawa na mwanamke usiku huu, maana sio kawaida yake. Shida unampenda sana, inaonekana una wivu juu yake. Basi Madam Sia aliendelea kumpigia simu, mwishowe alipitiwa na usingizi. Lakini katika harakati za kujigeuza, mara simu iliita. Alikwapua simu na kuweka masikioni. Hey, kuna shida gani? Nimekupigia sana, sikupati mpenzi wangu, ulipatwa na nini? Niambie. Upande wa pili bwana, kumbe ni mwanafunzi wake Kanye. Unajua nilipoteza simu yangu leo asubuhi, kwa hiyo nimebidi kununua simu nyingine mpya kabisa. Siri iliyoko nyuma ya watu wawili ni kwamba wanapendana sana, ila cha ajabu hawajawahi kukutana hata siku moja. Sia anaambulia kutazama picha zake tu, kwa sababu walikutana kwenye zile app za kutafuta wachumba. Kanye huwa anamtumia picha ambazo sio za kwake. Kuna mwamba mmoja Kanye huwa anatumia picha zake. Hata Sia anapotaka kumpigia jamaa video call, ule mwamba huwa anahusika asilimia zote. Sia anajua kwamba anatoka na mtu anaitwa Kennedy na wala sio Kenya mwanafunzi wake. Tunarudi katika mazingira ya chuo. Madam Sia akiwa na matokeo katika mkono wake. Jamani wanafunzi, nadhani mnakumbuka nilitoa ahadi atapata alama za juu anatoka lunch na mimi. Mnakumbuka? Wanafunzi walitikia ndio, tunakumbuka mwalimu. Kiukweli wanafunzi wengi mmefanya vizuri, lakini yupo aliyefanya vizuri zaidi, na huyu ndio amewaongozea wote kuliko wote. Na huyu mwanafunzi ndiye aliyeongoza alama za juu zaidi, na huyu mwanafunzi ni Kanye. Wanafunzi walimpigia makofi Kanye, kisha mwalimu alimwambia Kanye baadaye amfuate ofisini. Mchizi aliamua kumfuata madam ofisini. Hongera sana Kanye, unaonekana unabidii sana katika masomo yako na upo tofauti kabisa na wanafunzi wengine. Zawadi yako ni hapa. Samani mwalimu, nilijua ni lunch date, mbona umenipatia chakula kwenye makopo? Lunch date na mwanafunzi wangu? Hebu acha bwana. Lakini madam, ndivyo jinsi ulivyokuwa umeahidi wanafunzi, hivyo ndivyo jinsi ulivyofikiria. Kwa hiyo kwa mawazo yako ulijua kama utatoka lunch date na mimi ni mwalimu wako Kanye. Sia bwana akawa anacheka huku anamtazama bwana mdogo, lakini Kanye akawa anaumia moyoni kwa sababu kapoteza muda mwingi sana kusoma kwa bidii ili aweze kutoka na kipenzi chake. Nyumbani kwa Kanye, baada ya jua kuzama, alikuja babu yake. Walisalimiana kisha waliongea mambo ya biashara. Wazazi wake Kanye walifariki, kila kitu wakamrisisha Kanye chini ya uangalizi wa babu yake. Kwa hiyo bwana mdogo ni tajiri sana. Kesho yake chuoni, bwana mdogo alimuona Madam Sia, akamfuata. Samani madam, naweza kusaidia mizigo yako? Hapana, usijali. Hapana madam, namaanisha naomba nikusaidie. Mwisho madam bwana akalainika, akamgea kidume mizigo akabeba. Kingine madam, usijali, ninaweza nikakupatia lifti nikakupeleka popote pale unapotaka. Hapana, nimesha request taxi inakuja muda si mrefu, nitaondoka tu. Tukiwa katika nyumbani, babu yake Kanye alimuuliza, vipi kuhusu msichana, mmefikia wapi? Mimi sipendi michezo na ucheza. Hapana babu, mimi binti nampenda kweli, nahitaji awe mke wangu. Ni kweli unampenda? Inakupasa umalize ukweli, mfate mwambie. Babu, yule hawezi kunisikiliza, anajua mimi ni mwanafunzi wake na yeye ni mwalimu wangu, hawezi. Madam Sia akiwa amekaa na rafiki yake alijaribu kumueleza wasiwasi alionao juu ya kijana mmoja darasani. Kijana mtulivu, mpole, mnyenyekevu, kuna vitu na vifananisha kama namjua hivi. Mara simu ya Madam Sia ikaita. Hello baby, nimekupigia sana simu. Ulikuwa wapi mpenzi wangu? Nisamehe sana mpenzi, leo nilikuwa busy sana, kwa hiyo usijali, nisamehe sana. Anakuja rafiki wa Sia, mara anampeleka nje. Kufika nje anakuta bonge ya gari ikiwa imepaki pale pembeni ya nyumba yao. Alikuta ujumbe umeandikwa usipande tena taksi. Alifurahi sana, kisha alichukua simu na kumpigia mpenzi wake. Jamani, umeninunulia gari? Ni ya kwangu.
Oh, asante sana. Usijali. Sia alikata simu kisha alilukaluka sana na kufly baada ya kuona zawadi ya gari. Usiku ulipofika kama kawaida, Sia na mpenzi wake walizungumza. Mpenzi, siku ya shule imeendaje leo? Hakuna mtu aliyekuvuruga shuleni? Oh baby, nimekumbuka kuna mfanyakazi mwenzangu ananisumbua sana. Nifanyeje? Ananikela. Wakati huo Sia ameshapokea zawadi ya gari. Sasa ni kujiachia tu. Mahaba kama yote, upendo kama wote. Asubuhi bwana mdogo alimuonyesha babu yake pete ya thamani ambayo amemwandalia Sia. Bwana mdogo ilibidi amwagize babu yake, babu, naomba uende nyumbani kwao Sia. Peleka ujumbe, peleka mahali, nahitaji kumuoa. Babu aliamua kumkazia bwana mdogo, akamwambia acha ujinga dogo. Naomba uende umwambie ukweli. Nenda, eleze hisia zako. Babu, ulisema niombe chochote na hiki ndio nimekiomba kutoka kwako. Nisaidie babu. Mzee alifikiria wala kujibu kitu. Lakini wakati huko upande wa pili, Sia akiwa amelala huko anajigeuza, mara simu iliita. Wakati huo anaendelea kuongea, mara mlango uligongwa. Kwenda kufungua, anapewa mizigo na mtu aliyekuwa ameagizwa na Kennedy. Katika giza, wewe ni taa yangu. Usiende mbali na mimi, bila wewe sina furaha. Moyo wangu unalia. Mpenzi, tena mimi zawadi zimetosha jamani, zimetosha. Hapana, wewe ni mpenzi wangu, na kama ni mpenzi wangu tegemea zawadi kuwa nyingi. Si unajua tena mapenzi ya watoto matajiri, pesa kwao sio shida. Lakini mpenzi, kabla hujakata simu, hebu fungua hicho kibox kidogo. Baada ya Sia kufungua kiboksi, alikuta pete yenye thamani. Sia aliganda, alishindwa kuongea. Anastasia, Amanda, Diri, upo tayari kuolewa na mimi? Upo tayari mimi niwe kidume chako cha mbegu katika maisha yako? Hatukuonesha majibu ya Sia. Wakati kila kitu kinamposhu. Ila kesho yake tunamwona Asia akitamba mbele ya rafiki yake, huku akiwa amevalia pete yenye thamani kidoleni. Kama unavyoelewa marafiki, inawezekanaje hii? Angalia, asije akawa ni mtu mbaya, ana nia mbaya na wewe. Kuwa makini Sia. Hebu nyamaza. Nani mtu mbaya? Unahisi mpenzi wangu anaweza kuwa mtu mbaya? Mwaka mzima tumezungumza kwenye simu, tunazungumza vizuri kabisa, leo awe mtu mbaya? Zawadi ngapi amenipatia? Si unajua tena mapenzi yake yameshakolea, kwa hiyo haambiliki wala ashauri. Asubuhi yake shuleni, Sia anakutana na Kanye anamuuliza, inaonekana una furaha sana leo. Sia alitabasamu, mimi nishachumbiwa, mchumba wa mtu mimi, mke mtarajiwa. Angalia kidoleni. Oh, hongera sana, maamuzi mazuri. Vizuri, naomba nikusaidie mikoba. Oh, mara nyingi unanibebea mikoba, laptop, vitabu, haitaki kujitesa. Bwana mdogo akaamua kufanya jambo ili asicheleweshe mambo. Akampigia Madam Sia simu ili kupanga mipango ya harusi yao. Oh baby, nimekutumia shilingi milioni 87 kwenye akaunti yako. Hayo ni maandalizi madogo kwa ajili ya sare na mambo mengine kabla sijafika. Sia kusikia milioni 87, macho alimtoka. Baby, hiyo pesa ni nyingi sana ukizingatia ni mipango ya harusi na mambo mengine madogo pale nyumbani. Hapana baby, lengo langu nataka vitu vinyoke. Ndio maana sisiti kutoa pesa nyingi. Siku ya kutoa mahali ikafika. Kitu ambacho kilimshangaza Sia, mpenzi wake alimwambia kwamba amechelewa ndege aliyohitaji kuja nayo, lakini rafiki yake alimshauri kwa nini asimsubirie mpaka afike ndio mambo mengine endelee. Unahisi kama itakuwa sawa? Sia alimwambia, hapana, mimi nisi niko sawa, hakuna jambo la kuchelewesha, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu babu yake yupo. Ili tukio bwana lilimpa wasiwasi Muna. Kama kawaida, mila na desturi zilifuatwa. Mali katolewa. Baada ya babu kukabidhiwa mwanamke, walishuka ndani ya gari. Sia alimuona mwanafunzi wake. Kenya, unafanya nini hapa? Mbona upo katika mazingira haya? Mimi naishi hapa. Karibu nyumbani. Karibu ndani. Mzee alimtazama Madam Sia kisha akamtazama Kenya, akamkaribisha Madam. Ndiyo, tumefika. Karibu ndani. Baada ya Madam kupewa mkasa mzima, alikaa kimya kwa muda mfupi. Baada ya Sia kupewa stori nzima, alikaa kama dakika 10 hivi akichakata stori kichwani. Maana aliona kama ndoto. Ghafla aliluka na kumchapa kofi Kanye. Unaniambia ujinga gani? Ina maana mimi nimekuwa mke wako leo? Nimeolewa na wewe? Ninawezaje mimi? Inawezekanaje? Eti jamani, inakuwaje? Alimgeukia rafiki yake na kumwambia, jamani, mbona sielewi? Naolewa na mwanafunzi wangu. Si mwanafunzi huyu, mtoto mdogo huyu. Ujinga gani ananifanyia? Mara babu yake Kanye aliingilia kati. Lakini tena wewe mzee, kaa kimya na kuheshimu, kaa kimya. Baada ya muda mfupi Sia aliondoka. Mara Zari lilibaki kati ya Kenya na babu yake. Wewe kijana, nilikwambia, ona ujinga uliofanya. Sia baada ya kufika nje alionekana kama chizi. Alipiga kelele kama mtu aliyechanganyikiwa, kama mtu aliyepanda malaria kichwani. Lakini wakati huo kwa mbali, Bella anaonekana kumpiga chabu Sia. Hakuelewa kinachoendelea. Baada ya usiku kuingia, Sia akiwa amejipumzisha kitandani, alianza kufikiria mambo mengi sana. Muda si mrefu, simu ya bwana mdogo ikaingia. Badala ya kuipokea simu, alibaki kuitazama tu. Wewe ni nguzo yangu.
katika mawingu ya huzuni, wewe ni mfano. Lakini wakati huo rafiki yake alijaribu kujiuliza, hii inawezekanaje mtu kukaa ndani ya mwaka mzima bila kujulikana? Sikiliza Muna, na hii nilikwambia na mimi nilihisi tu. Kuna tofauti kati ya video call pamoja na voice call. Huyu kijana ni mpuuzi, huyu kijana ni mjinga sana. Aliamua kumtafuta kijana mwingine ili ajifanye kwamba yeye ndio Kennedy. Wakati huo wamekaa sebleni wakitafakari nini cha kufanya. Upande wa pili tunamwona Kanye akiwa amelala na mawazo tele kichwani, nini afanye. Mara kidogo dada wa kazi aliingia ndani na kumpatia gazeti. Oh Mungu wangu, taarifa zimeshazagaa mtaani, ni Kanye pamoja na mwalimu wake wafunga ndoa. Pale ndipo mchizi alichanganyikiwa, alikaa vizuri ili kuweza kusoma vizuri gazeti. Kwa upande wa pili Sia na Muna leo alipata gazeti. Muna alimuuliza, hawa watu wamejuaje? Na hii siri ilikuwa ni ya kwenu wawili, hii inawezekanaje? Au kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia? Hii taarifa ilikuwa ni ya kifamilia tu, lakini kuna kitu kinachoendelea na hisi atakuwa ni Bella. Mara kidogo mlango ukagongwa. Muna aliamka na kwenda kufungua mlango, ndipo kidume kikaingia. Akaingia Kanye. Alipofika sebleni alimkuta mpenzi wake amekaa chini. Oh baby, we usiniguse, komea hapo hapo. Nani bibi wako? Nani mke wako? Mimi nahisi umefly sasa, maana umeniharibia maisha. Kaa chini ufikirie, nini umefanya hiki? Umeharibu career yangu. Mimi napenda kufundisha, uso wangu nitaupeleka wapi mimi? Napenda kuona watu wakifaulu kupitia mimi. Nitaanzaje? Nitaingeje shuleni mimi? Sikiliza Sia, nikikufuata direct usingenielewa, na wala usingenielewa kabisa. Najua ninakupenda kutoka moyoni. Hii inamaanisha hivyo ni mpuzi. Wewe ni mpuzi, akili zako ziko sawa? Naomba utambue mimi sio lika lako, sio lika lako kabisa, na hii kaa uelewe. Sitaki kuona mbele ya macho yangu. Alafu tambua mimi ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi. Sikiliza madam, nisamee sana, nisamee, ila yote hii ni kwa sababu ya upendo. Nakupenda sana. Sijalala siku kibao, mwezi mzima sasa. Mimi naokesha kama bundi nikikufikiria wewe tu. Hebu jaribu kufikiria basi. Tulikuwa tunaongea usiku mzima, tunaongea mwaka mzima mimi na wewe. Hebu rudisha akili nyuma basi. Nisamee sana. Najua hili linakuumiza, hata mimi tunaniumiza pia, ila nakuomba nisamee. Namaanisha nakupenda. Hii ni kuombe, nakupatia muda wa kutosha ili ukae sawa. Unazungumzia muda? Au fikiria aibu ulionitia mimi hadi kwenye magazeti, sura yangu nitaonekanaje mimi? Hebu niambie, muda wa nini? Muda wa nini? Niambie, muda wa nini? Hivi akili yako inafanya wewe muda? Ama kweli changamoto ilikuwa ni juu ya changamoto. Madam Sia aliamua kumfukuza Kenya nje. Hakutaka kumwona mbele ya macho yake, hakutaka kusikia habari yoyote kutoka kwake. Aliamua kumtoa nje. Lakini wakati huo Kenya aliamua kuondoka moja kwa moja mpaka kwa Bella, kwa sababu alijua yule binti alikuwa anamtaka kimapenzi. Alimweleza, ulichokifanya sio kizuri. Sikiliza, ulichokitaka umekifanikisha, na wewe ndio ulifanya hii. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa anajua mahusiano yangu mimi na Sia, ni wewe pekee. Nani sasa? Kasema nani kafanya ujinga huu? Nisikilize, naomba ukae mbali na maisha yangu. Kama sio wewe uliyepeleka story kwenye magazeti ni nani? Sasa naomba ukae ukitambua ulichokitaka kimekuwa. Naomba ukae mbali na maisha yangu. Umeamua kuniumiza mimi, umeamua kumuumiza na Sia. Kisha Kenya alipanda ndani ya gari na kuondoka. Baada ya muda Sia aliamua kuitisha kikao, familia ya Kenya pamoja na familia yake. Sikilizeni jamani, hii ndoa ilikaa kimaigizo, na mbele ya macho yangu naona kila kitu ni uongo. Hakuna ukweli uliofanyika hapa, hivyo naomba mahali irudishwe. Mara babu yake Kenya alizungumza kwa hekima sana. Sikiliza binti yangu, tunaelewa unavyojisikia, lakini tunakuomba upate muda japo ukae sawa, ufikirie kiundani zaidi. Mwenzako anakupenda na pia umeomba mali irudishwe, sawa? Mara kabla babu hajamaliza, hapana babu, mali haiwezi kurudishwa. Mimi nadhani tunahitaji muda tu ili mambo yatakae sawa na kila kitu kitakuwa sawa, hakuna kitakachoharibika. Sia alimuuliza, mambo gani yakae sawa? Mambo gani unataka yakae sawa? Niambie, mambo gani yakae sawa? Unaleta utoto hapa au samani? Wazazi wangu ninaweza kumtunza, nimeongoza kampuni chini ya miaka 17, hakuna jambo ambalo litaharibika juu ya mke wangu. Sia, tuliza akili, tuishi pamoja mama. Sikiliza wewe mwanafunzi, wewe bado ni mtoto mdogo sana, wewe bado ni mvulana, na nilishasema mvulana hawezi kuwa mme wangu tena. Kaa kwa kujiangalia. Ama kweli kikao kilikuwa moto moto. Mimi tayari mme wako, huwezi kulala la kuamka na kuanza kusema kwamba mali irudishwe. Nimeshasema ili swala kaa kwa kufikiria. Wewe kijana, naomba ukae kwa kujiangalia sana, siwezi hata kukuangalia. Mara Sia aliamka na kuondoka. Wazee walibaki wamechoka, walibaki kumtazama tu. Ama kweli Kanye alichokiamsha inabidi akipoze. Wazee walimtazama tu, ila walimtia moyo, kila kitu kitakaa sawa, tuliza akili. Wakati huo bwana mdogo akiwa amejipumzisha alijiuliza maswali mengi sana. Nimefanya nini? Haya mahusiano yangebaki kuwa ya mtandaoni tu, yangebaki kuwa mahusiano ya mbalimbali tu. Sina furaha, sina amani, nini nimefanya? Oh Mungu wangu, nisamee sana Sia. Mwanaume uvumilivu ulimshinda, alichukua simu na kumpigia Sia. Upande wa pili tunamuona Sia akipokea simu kwa ukali. We mvulana, hebu niambie, nianze kukuhitaji sasa hivi, Kenya au Kennedy? Lakini mwanaume alijibu, nimekumisi tu mpenzi wangu. Mara ghafla Sia tunamwona ananywea. Lile neno lilimgusa moyoni.
Unajua watoto wa kike hawa bwana, faraguzi nyingi sana, lakini mwisho wa siku anaamua kusalenda mwenyewe. Kinye kuonyesha umwamba, aliamua kuamka usiku huo na kumfuata Sia usiku kwake. Baada ya kufika kwa Sia, aligonga mlango. Muda si mrefu akafungua Sia mwenyewe. Ametoka amechoka sana, amenyong'onyea mwili na roho, lakini kwa mbali alionyesha sura yenye huruma. Alimwambia Kinye, nimekukasirikia sana. Unajua kabla hajamaliza sentensi, Sia alidondoka chini. Kwa mara ya kwanza kabisa Kinye alimshika kiuno mwanamama Sia na kumsaidia. Lakini baada ya kufikishwa kitandani, rafiki yake alimshauri sana, tangu siku ya harusi yako hujala, ungekula. Lakini Sia alimwambia, usijali, sijisikii kula, niko sawa tu. Mara ghafla mlango kagongwa. Muna kwenda kufungua, anaingia kidume tena kwa mara nyingine. Sia alimtazama akamuuliza, unafanya nini tena hapa? Mbona usikii wewe mwanaume? Unataka nife? Unataka nitoke duniani hapa ndio unielewe? Kinye akuzungumza mengi, alimuuliza tu, unaendeleaje? Kwa upendo wa dhati, Kinye aliamua kukaa kwenye kitanda cha Sia kwa mara nyingine tena. Sia alilalamika sana, sikuhitaji, ondoka hapa. Lakini mwanaume hakuelewa. Aliletewa chakula na kuanza kumlisha Sia, lakini Sia alikataa. Kinye alimwambia, siwezi kuondoka hapa kabla hujala. Baada ya mwanaume kuweka chakula pembeni, aliamua kujilaza kitandani. Sia alimuuliza, unataka nini? Mbona unielewi? Sikiliza Sia, hii inadhihirisha upendo wangu kwako. Tambua nakupenda, wewe ni mke wangu, kila kitu nishakamilisha. Nini nifanye kingine uamini kwamba nakupenda? Mara maneno matamu yakakolea kwenye moyo wa Sia. Alichukua mtu na kuweka katikati, akamwambia, nitakula ila kwa sharti moja tu, nitajilisha mwenyewe. Baada ya kila kitu mwanamama kukaa sawa, wakiwa wamekaa wametulia, Sia alimuuliza, unahisi kwamba mahusiano yao yatakuwa sawa? Kwa sababu kila kitu kimetengenezwa kwa uongo. Sikiliza Sia, kama kukueleza nishakueleza. Ukiachana na picha ambazo nilikuwa natumia za Kennedy, kilichobakia sasa hivi ni ukweli mtupu. Hakuna kitu kingine ambacho kinaendelea. Huu ndio ukweli halisi sasa. Sikiliza wewe mvulana, uongo ni uongo tu. Unataka nikuamini nini hapo? Mara ghafla Kinye aliamua kuforce tena. Sikiliza nikwambie. Lakini wakati hajamaliza, Sia alimkumbatia na kumpiga denda, kisha alimtazama na kumpiga tena denda jingine. Sikiliza, hiki ndio unachokitaka, si ndio? Umelizika au nikuvulie na nguo nikupe? Umetumia mali zako, umetumia pesa zako, muda wako, ili mradi tu ulale na mimi. Unahisi simple Basi njoo nivue nguo tupinduke. Kinye alimtazama kwa makini sana Sia. Alimshangaa kwa maneno aliyokuwa anaongea. Umefika mbali sana. Lengo langu sio hilo. Sijapoteza nguvu zangu, sijapoteza pesa zangu, muda wangu kwa sababu ya ngono. Mimi nimekupenda, nahitaji uwe mke wangu, nielewe basi. Baada ya maneno mazuri kutoka kwa Kinye, Sia ni kama anamuelewa hivi. Anamtazama kwa makini janaume. Alichukua mkoba wake na kuchukua pete na kumrudishia bwana mdogo. Sikiliza Kinye, hii ni pete yako, chukua. Ila muda wote wazee wako wakiwa tayari kuchukua mali zao, nyumbani wanapajua. Baada ya siku 2-3 hivi, Kinye aliamua kwenda kwa mama mkwe. Wakati huo anaendelea kumsisitiza mama mkwe. Aliamua kuweka hisia zake mbele ya mama mkwe. Sikiliza mama, nampenda sana binti yako, nampenda sana, lakini kila kitu kwake ameona mimi kwangu ni maigizo. Sikiliza mwanangu, nimekuwa nikikuangalia tangu mwanzoni, kuna kitu kinasema ndani ya moyo wako. Nimeamini ama kweli unampenda sana mwanangu, hivyo ni kutoa wasiwasi, kila kitu kitakaa sawa. Weka pumzisha akili. Lakini kuhusu mwanangu Sia, mimi naomba tu uendelee kumpa muda, kila kitu kitakaa sawa. Mwache tu atulie, mimi nitaongea naye. Baada ya miezi 2 mbele, Sia akiwa amekaa ametulia, alionekana mwenye mawazo sana. Rafiki yake Muna alimwambia, inaonekana una mawazo sana na kuna kitu kimejificha ndani ya moyo wako. Sema tu wazi, unampenda Kinye. Ni kweli kabisa rafiki yangu, sababu ya mimi kuwa mnyonge na mawazo mengi ni kwa sababu ya aibu niliyoipata. Alafu kingine, sijazoea ukimya huu. Imepita miezi sasa, sijaona simu yake. Muna alimuuliza, wewe ndio ulimkataza asikupigie akae mbali na wewe? Tena sitoshe asionyeshe hata sura yake hapa nyumbani. Sikiliza Sia, kuna nafasi nyingine unazichezea. Kama unampenda kweli huyu jamaa, mpe nafasi, mpigie, umwambie. Achana na maneno ya watu wanaosema, kwani nani anajali? Kumbuka haya ni maisha yenu, ni maisha ya watu wawili tu ndani. Sasa tatizo Muna, yule kijana ni mdogo sana. Sikiliza, kama unampenda ishi naye, usipoteze bahati, ishi naye huyo. Sasa wakati huo, kesho yake anajiandaa kuondoka kwenda chuo, mara mlango ukagongwa. Kufungua anakuta ni yule aliyezoea kumletea zawadi ambazo alikuwa anatumwa na Kinye. Sikiliza madamu, mume wako kanituma hizi. Mara aliingia ndani na kuziweka ndani. Baada ya jamaa kumwaga mizawadi mezani, Sia alibaki akijiuliza, kwa nini huyu kijana, nimpigie au niachane naye? Mara aliamua kushika simu na kumpigia. Halo, kwa nini unanitumia zawadi? Alafu isitoshe hujanipigia miezi 2 mizima, hujanipigia, umekaa kimya. Unahisi mimi na shida na zawadi zako, alafu leo hii unanitumia zawadi? Sikiliza Sia, wewe ndio uliniambia nikae mbali na wewe, na mimi niliamua kufanya hivyo ili upate furaha unayohitaji. Mara ghafla jamaa akatokea, kumbe alikuwa ndani mule bwana. Jamaa alimsogelea mwanadada. Sia alimtazama kipenzi chake, mara alimshika begani na kumshika shavuni, mara kidogo mdomoni. Pale Sia aliamua kunyonya mdomo wa jamaa. Tangu hapo wakawa mke na mume, wanaenjoy maisha. Lakini mwisho wa siku Kinye aliamua kuchukua pete ile na kumvisha tena mke wake kwa mara nyingine tena.